Kama ninakumbuka vizuri, 2025 ulituambia kwamba unataka kuanzisha biashara. Ulituambia kwamba unataka kusoma vitabu 2025, ninakumbuka Januari. Ulisema kwamba unataka kutembea na Bwana, ninakumbuka, na ulisema kwamba unataka kukata hayo mahusiano ambayo hayana Mungu na marafiki zako. Lakini mpaka sasa hivi hakuna ulichokifanya. Hakuna nidhamu juu ya chochote ambacho umesema utakifanya. Mpaka leo hii tunaona mambo yako vile vile. Nataka kuambia nidhamu sio lazima iwe inapiga kelele. Nidhamu inaweza ikawa isipige kelele, lakini matokeo ya nidhamu yakaja yakapiga kelele. Um, Leo nitakusaidia ni jinsi gani ya kuwa na nidhamu kwenye vile vitu ambavyo umesema. Ni kweli 2025 ulikuwa umekosea, lakini 2026 unafanya nini kama binti ili uweze kuwa na nidhamu? Kitu kwanza ambacho kwanza unatakiwa kutambua kama hujataka kuwa na nidhamu, kwamba katika maisha kila mtu huwa anakosea. Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7 lakini husimama tena. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 24 mstari wa 16. Kuanguka kupo, lakini katika kuanguka lazima tujue ni nini ambacho kilichotuangusha na kwa nini tulianguka na kwa nini tuko hapa. Tukishajua tunajua kwamba ni njia gani ambazo tunatakiwa tupite na njia gani ambazo hatutaki kupita, ili kusudi kwetu iwe rahisi kabisa. Kuliko unasema kwamba okay, nimeanguka. Hata kama nikianguka watu wote huwa ni kweli, watu wote huwa wanaanguka, lakini kuanguka kwako wewe na kwa wengine ni tofauti kidogo. Wenzio wakianguka huwa wanajua kwa nini wameanguka, lakini wewe umewahi kujiuliza kwa nini wewe kila ukisema unataka kufanya biashara alafu biashara haifanyiki? Unataka kuomba alafu unajikuta huwezi kuomba, mambo yamejaa mengi. Nataka kusoma Bible, nataka kuamka kusoma vitabu, nataka kubadilisha hiki, nataka, lakini vitu havifanikiwi. Ni kwa sababu wewe mwenyewe tuliamua kujiwekea nidhamu. Lakini hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe binafsi kuwa na nidhamu. Cha kwanza kabisa ambacho kitakusaidia wewe kuwa na nidhamu ni kuwa na malengo thabiti na malengo halisi. Si unanielewa? Malengo thabiti na malengo halisi. Usiweke malengo ambayo hauwezi wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unajua kwamba haya malengo siwezi kuyatimiza. Mfano, usiweke malengo ya kusema kwamba mimi kwa siku nitakuwa naomba masaa 9. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Au mimi kwa wiki nitakuwa nasoma vitabu 11 nitakuwa namaliza. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Au mimi kwa wiki nitakuwa nachukua, unakuta biashara yako mtaji wake labda ni shilingi 100,000. Unasema kwa wiki mimi nitakuwa nachukua bidhaa za 400,000 wakati mtaji wako ni wa 100,000. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa weka malengo halisi na malengo thabiti, huku kumtanguliza Bwana. Kusoma kwenye kitabu cha Zaburi 67 mstari wa 5 anasema mkabidhi Bwana kazi zako na njia yako itathibitika. Unapokuwa unaweka malengo, make sure unaweka malengo ambayo wewe mwenyewe unayaona kwamba haya malengo ni halisi na ni thabiti kutokana na njia ambazo niko. Kwa mfano kama mimi 2026 nimeweka malengo kwamba ninatamani kufikia mwaka 2026 mpaka tunamaliza YouTube channel ya Tabitha Ntabike tu tumefika at least subscribers 100 ili tuwe na group kwa ajili ya mabinti tu peke yake. Hayo ni malengo ambayo nimeweka, ni thabiti na halisi kabisa. Kwa sababu sasa hivi tuko watu 401, unaelewa? Na najua kabisa kwa mkono wa Mungu watu 599. Sio wengi sana, ila ni wengi sana. Kwa mwaka mzima hao watu wanaweza wakaja na Mungu anaweza kawaleta. Kuliko nikasema kwamba kufikia mwezi wa 12 mwaka 2026 kama Mungu atatupa uzima, nataka watu labda 40,000. Kama Mungu atafanya ni sawa, lakini mimi kitu ambacho ninachokiona, kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu. Biblia inasema heri mali ile inayopatikana kwa nini? Kwa taratibu kuliko inapatikana kwa haraka, kwa sababu kwa haraka inaisha. Ukisoma kwenye Mithali sura ya 13 inatuambia hivi. Kwa hiyo wewe mwenyewe binafsi weka malengo ambayo ni halisi na malengo thabiti. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kitakufanya wewe kuwa na nidhamu. Kwa sababu ukiweka malengo ambayo sio halisi, hayatakufanya kuwa na nidhamu. Utakuwa unasema nitafanya kesho, kama kusoma kitabu nitasoma kesho mpaka nitakaponunua glasi ya kunywea juisi, mpaka nitakaponunua kimeza, mpaka sio nitakapofanya nini. Kama ni biashara, mpaka nitakapokuwa na frame, kwa sababu biashara ninayotaka mtaji wake milioni 100, unaelewa? Lakini kama ukiweka malengo ambayo ni halisi na malengo ambayo ni thabiti, hata kama ikatokea kwamba labda hauna hivyo vitu, utatamani kufanya. Hauna hicho kitu, utatamani kukitenda. Kwa kitu ambacho ninakushauri kama binti mwenzangu, ukitaka kuwa na nidhamu kabisa, hebu jaribu kuweka malengo halisi na malengo thabiti ambayo yatakusaidia wewe kama binti binafsi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Usiweke malengo ambayo unajua wewe mwenyewe kabisa kwa unavyojiona hauwezi kuyatimiza. Ni kweli tunaenda kwa imani na si kwa kuona, lakini katika imani Biblia imesema msitweze unabii. Yaani usitweze vile vitu ambavyo unaona kabisa vitu havipo, usifanye. Wewe unajua kabisa kama mimi napenda kusoma vitabu.
Mwaka kesho nimepanga kusoma vitabu kama vitano. Yes. Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tano, ambavyo vitakuwa ni vitabu vya dagi tu, jinsi ya kukuza kanisa, jinsi ya kuwa binti. Hivyo vitabu vingi nitasoma hivyo. Lakini sio kusema kwamba kwa wiki nitakuwa nasoma vitabu 11 nihakikishe nimemaliza. Huo ni uongo. Kwa sababu nina majukumu mengine, nina huduma, mahusiano yangu na Mungu binafsi na vitu fulani. Kwa ili kusudi uwe na malengo mazuri, ili kusudi uwe na nidhamu kwenye vitu ambavyo unavifanya, jaribu kuweka malengo halisi na malengo thabiti. Lakini kitu cha pili ambacho kitakusaidia wewe binafsi kama wewe kuwa na nidhamu ni kuamini katika wewe. Watu wengi sana tunashindwa kutimiza malengo ya kwetu kwa sababu hatuamini katika sisi. Yaani unaona kwamba kitu cha mtu fulani ni bora kuliko cha kwako. Ni kweli kabisa, Biblia inasema kila mtu amuone mwenzie ni bora kuliko nafsi yake. Lakini haimaanishi hivi ambavyo wengi tunafikiria. Kwamba kama ni biashara basi ya kwako uione kama haina maana, ya mwingine ndio yenye maana. Hapana. Yako unaiona ina maana na ya mtu mwingine unaona ina maana. Kwamba usiwe radhi kumharibia mtu mwingine kwamba ajisikie baya. Hapana. Yaani uwe radhi mtu wa kufanya nini? Yaani kuona wenzio ni bora na wewe mwenyewe pia ni kitu bora ambacho Mungu amekuumba. Kwa hiyo kitu ambacho kitakusaidia wewe kuwa na nidhamu ni kuamini katika wewe. Kile kitu ambacho Mungu amekupa, hebu kiamini. Kipanyi kama ni kazi. Wengi sana tunaamini kwamba kazi ni kwenda maofisini. Ni kweli inawezekana ikawa ni. Lakini what if kama umeomba kazi kwa muda mrefu na hujapata? What if kama Mungu amesema kwamba hakutakuwa na kazi? Je, hatutafanya kazi zingine? Je, hatutafanya vitu vingine? Hapana, tutafanya vitu vingine. Kwa kitu kitakachokusaidia wewe kuweza kuwa na nidhamu katika yale mambo ambayo umesema utayafanya ni kwa kuona wewe ni kitu bora. Kwa vyovyote vile kama wewe ni kitu bora, lazima uzalishe ubora. Yaani hebu jisikie, yaani jione kama wewe kuna mtu ambaye yuko huko nje ambaye anakusubiria wewe kama wewe, ambaye anasubiri kusikia sauti yako, ambaye anasubiri kukusikia, yani ambaye anasubiri biashara yako aje anunue, ambaye anasubiri hiyo biashara yako ya mandazi anunue anye chai, kwa sababu sio kila mtu ambaye ana uwezo wa kukaa chini na kupika mandazi, wala sio kila mtu ambaye ana uwezo wa kukaa chini kufanya kitu fulani. Kwa hiyo as a woman unatakiwa ujue hichi kitu, wewe ni kitu bora. Biblia inasema kwamba Mungu alipoomba aliona kila kitu kuwa ni chema. Usoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 31. Kwa hiyo ili kusudi uwe na nidhamu, kitu ambacho kitakusaidia kuwa na nidhamu, cha kwanza nimekwambia kuwa na malengo halisi na thabiti, lakini cha pili ni kujiona wewe kitu bora. Kwa sababu kama wewe mwenyewe haujioni kitu bora, hauwezi kuwa na nidhamu na wewe mwenyewe. Hauwezi kuwa na nidhamu katika kile kitu ambacho Mungu amekupa. Kwa ili kusudi uwe na nidhamu, ni lazima kabisa wewe ufanye nini? Uone kabisa kwamba okay, mimi ni kitu bora, mimi ni kitu cha thamani, ni kitu ambacho Mungu amenipa. Kwa lazima nizalishe ubora, kwa sababu Mungu hajanituma tu nikae. Ndio maana anasema kusoma kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, anasema enendeni ulimwenguni mkawafanye wanafunzi mataifa. Kwa nini? Kwa wanafunzi wao. Anasema endeni ulimwenguni kwa sababu anajua kabisa kwamba sisi ni wa thamani. The moment ambao mataifa watatuona, watabadilika, watajengeka, watakuwa watu bora. Kwa na wewe kama mdada ambaye uko hapa kwenye Binti na Tabitha, hebu jaribu ili kusudi uweze kuwa na nidhamu, jioni wewe kuwa ni kitu bora na ni kitu cha thamani sana. Lakini kitu kingine ambacho kitakufanya kuwa na nidhamu ni kujiheshimu wewe mwenyewe. Usitegemee kwamba atatoka mtu mwingine nje aje akuheshimu wakati wewe mwenyewe hujiheshimu. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kama wewe mwenyewe hujiheshimu, nobody atatoka huko nje wewe kuja kukuheshimu. Nenda kasoma kwenye kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7, huo mstari ndio unasema. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe hujiheshimu, haujichukuli serious, hakuna mtu mwingine ambaye atakayeanza kuchukulia serious. Ratiba yako inakuambia nini? Inakuambia sasa hivi ni muda wa kwenda kufungua biashara. Wewe hujaenda kufungua biashara na unategemea ukipata mfanyakazi aende akafungua biashara wakati wewe hujaenda kufungua biashara. Huo ni uongo. Au wewe unatakiwa sasa hivi kwenye muda wako wa kuomba. Wewe mwenyewe hauko serious kwenda kwenye huo muda wa kuomba. Unafikiri watu wengine watakuheshimu, wataheshimu ratiba yako? Hapana. Lakini kama unajua kwamba muda wa saa 2 ni muda wangu wa ibada, kila mtu ataheshimu hicho kitu, unaelewa? Ataheshimu hicho kitu na itakuwa ni rahisi kwako kutimiza malengo na kuwa na nidhamu kwenye hicho kitu. Unanielewa? Lakini kama wewe mwenyewe ufanye nini, haujiheshimu, labda ni muda wako wa kuomba, alamu inaita mpaka inazima, watu wanakuona tu. Ni muda wako labda wa kufungua biashara, unakaa unapiga story. Unafikiri watu wengine wataheshimu biashara yako? Watageuza ni kijenge cha story. Ni muda wako wa kufanya kitu fulani, uko tu, yani uko amna. Unatakiwa wewe mwenyewe kile kitu chako ukiheshimu na wewe mwenyewe ujiheshimu. Ukiheshimu vitu vyako na watu wengine wataheshimu pia. Ukiheshimu vitu vyako na watu wengine wataviheshimu pia. Lakini wewe binafsi kama unashinda kuheshimu vitu vyako, usitegemee kama na mtu mwingine pia atatoka huku alikotoka aje kuheshimu vitu vyako. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa kitu ambacho kitakusaidia wewe kuwa na nidhamu ni kwa kuheshimu vitu vyako. Kwamba
ratiba yangu inasema hivi, ratiba yangu inasema vile, hata wale watu wanaona kule wataona okay, ratiba yake kweli inasema hivi, ratiba yake inasema hivi, wataheshimu na wewe hicho kitu. Na wewe mwenyewe itakusaidia kwa sababu kama wewe mwenyewe unajiheshimu, utakuwa uko tayari pia kuheshimu na ratiba zako. Kwamba mfano kama mimi najua kabisa saa 2 nafanya ibada, saa 9 usiku na saa 9 jioni. Kwa hiyo ikatokea kwamba nina emergency, that's tu taarifa kwamba nina emergency, lakini sio emergency kwamba ninataka kufanya vitu ambavyo vina maana, hapana. Vile venye maana samani. Kwa hiyo ili kusudi uweze kuwa na nidhamu, jifunze pia kujiheshimu, unaelewa? Yaani jiheshimu tu wewe mwenyewe kwamba wewe ni hivyo, kama ni kwamba kama ni kitu cha thamani, lakini kitu cha pili jiheshimu. Yaani kwamba kujiheshimu pamoja na kuheshimu ratiba zako. Jiulize huyo mtu ambaye wewe unampenda. Mfano unanipenda mimi Tabitha. Kuna watu ambao wanafanya Tabitha, nakupenda sana. Ninakufuatilia sana, umenisaidia sana. Jiulize swali. Kafana kama mimi Tabitha ningekuwa hapo labda nasema kwanza hata sijafikia huko ambako nataka kufikia. Lakini kwa hapa nilipofikia. Hivi mfano kama mimi kabisa ningekuwa labda sijiheshimu mimi mwenyewe au siheshimu kile kitu ambacho Mungu amenipa. Leo hii ungenijulia wapi? Ungeniona wapi? Ni kitu ambacho usingeweza kukiona wala usingeweza kunijua hapa nilipokuwa nimefika. Kwa kitu ambacho kitakusaidia wewe binafsi kuwa na nidhamu ni kuheshimu, kujiheshimu wewe mwenyewe na kuheshimu kile kilichopo ndani ya kwako. Lakini kitu kingine pia ambacho kitakusaidia wewe kuwa na nidhamu ni kwa kuwa na ratiba. Usiwe tu mtu ambaye upo tu unaelewa. Yaani upo hauna ratiba. Hapana. Kuwa mtu wa ratiba, unaelewa? Yaani kuwa mtu wa ratiba. Ndio maana hata watu wakisoma kwenye Biblia kulikuwa kuna kalenda. Hata yule mwanamke na sipataki sana kumtolea mfano mwanamke wa Mithali, lakini nitameni ndio hivyo. Biblia inasema anaamka asubuhi na mapema. Anaangalia watu wa nyumba yake. Alafu sijui anaenda kufanya sijui kazi za mikono. Sijui anaangalia mshipi, sijui anafanya. Yaani hizo zote ni ratiba. Kwa kuwa mtu wa ratiba, kama unataka kuwa na nidhamu kwenye kitu chochote ambacho unachokifanya, ratiba ni kitu cha msingi. Usiwe tu mtu wa kumove kwamba nikiamka asubuhi nitafanya kile. No. Ratiba yako inasema nini siku ya leo? Mfano kama mimi najua nikishaamka saa 9 za usiku nikahudumia watu saa zima, nikishahudumia watu saa zima namjihudumia mimi mwenyewe ile saa 10. Nimeshajihudumia mimi mwenyewe. Nimemaliza ninalala. Ratiba yangu inasemaje? Kwa sababu mimi ninafanya kazi muda mwingi. Kwa hiyo napumzika labda saa 2, saa 3 naweza kaa nimeamka. Okay, nikiamka kitu kwanza cha nifanyaje? Labda natakiwa nianze kusoma Bible. Nimeanza kusoma Bible. Okay, nimemaliza kusoma Bible, nini ambacho kinafuata? Lazima nifanye usafi and everything. Nitafanya usafi na vitu vingine vinazidi kuendelea hivyo. Lakini kama hauna ratiba hauwezi kuwa na nidhamu. Kwa sababu kuna kazi ambayo itajitokeza katikati ya ratiba yako utakimbilia tu. Na watu wengi tunajikuta tunapishana na Mungu kwa mtindo huu. Kwa sababu unakuta Mungu anakuambia labda kuna hiki na hiki nataka ufanye. Anakuambia mtu mwingine kuna hiki na hiki nimekiona, kwa nini usifanye hiki? Kwa hiyo unajikuta umekimbilia kule baada ya kukimbilia. Kwa hiyo ukiwa na ratiba ni muhimu zaidi, unaweza kuwa na nidhamu kwenye hicho kitu ambacho unachokuwa unataka kukifanya. And na kwa kuambia hivyo ratiba ni muhimu. Unaweza kuandika ratiba yako kwenye dressing table yako au unaweza kubandika ukutani au washroom kwako. Kwa for me ratiba yangu iko kwenye dressing table yangu. Imekaa kabisa na hapo pia inanisaidia sana. Lakini kitu kingine ambacho kitaweza kusaidia wewe kuwa na nidhamu kama binti kwenye mambo yako yote ambayo unatamani kuyafanya ni kwa kujitamkia maneno mazuri. Unaelewa, kujitamkia maneno mazuri. Kama unajitamkia maneno mabaya, hata vile vitu ulivyosema utafanya huwezi kufanya. Labda mimi ni wa kushindwa. Labda sijui nimezaliwa kwenye familia wanaonionea. Sijui nimezaliwa kwenye familia. Yaani kila familia ina matatizo yake. Hicho kitu usisahau. Yaani hata ile familia ambayo unaipenda sana, bado kuna matatizo ambayo wanayo kama familia. Kwa hiyo hicho kitu pia usisahau. Wengi watu tunajisahau sana. Yaani hata ile familia ambayo unaona kama ndio role model wako wana matatizo yao kwao. Lakini ili kusudi hiyo vitu visitoke, hebu utaka kuwa na nidhamu. Jitamkie ushindi, jisemee ushindi, unaelewa? Jisemee ushindi. Kwamba hata kama nimezaliwa katikati ya watu ambao hawajasoma, mimi nitasoma, unajua? Hata kama nimezaliwa katikati ya watu ambao hawajafanya, mimi nitafanya. Hata kama nimezaliwa hivyo, mimi nitatenda, mimi nitafanya. Yaani hii itakusaidia wewe mwenyewe binafsi kama binti. Na itakuongoza kutoka one place to another place. Kwa hiyo hivyo, lakini kama ukiwa ni mtu tu wa kulalamika, unajua mimi nimezaliwa kwa familia hii, kila mtu, ndio maana nimesema kila familia ina matatizo yake. Yaani ndio maana Yesu anasema kusoma kwenye kitabu cha Mithali 16 kuanzia mstari wa 31 mpaka 33 anasema ulimwenguni kuna dhiki nyingi. Yaani unavyokuona mimi Sabitha unaona kwa nini nasema jamani nakupenda Sabitha, unaweza kesi sina matatizo ninayo chungu nzima. Kila mtu ana matatizo yake, lakini kila mtu kuna mbinu ambayo unatakiwa kujifunze kutatua matatizo ya kwako. Ni kwa kujisemea mazuri, kwa sababu Mungu ametupa kinywa kama zawadi cha kuweza kutamka mambo mazuri. Kwa hiyo penda kutamka vitu vizuri kwa ajili yako, penda kutamka vitu vizuri kwa ajili ya familia yako, penda kutamka vitu vizuri kwa ajili ya jamii yako na kwa ajili ya kila kitu. Penda kutamka vitu vizuri na hiyo itakusaidia. Unajua, ukianza kutamka vitu vizuri hata ndani ya moyo wako na wewe mwenyewe
itakuwa ni vizuri. Lakini kama unatamka mtu vibaya, sijui nani, hauwezi kuwa na nidhamu kwanza. Hauwezi kuwa na nidhamu. Kwa sababu kama wewe mwenyewe tu unajitamkia vitu vibaya, utaheshimu vipi vile vitu ulivyoviweka? Utaviheshimu vipi vile vitu ambavyo unataka kuvifanya? Hauwezi, kwa sababu unaona kabisa hauko capable kuvifanya vile vitu. Lakini ukianza kujitamkia kwamba mimi ni mshindi, utatafuta kwamba ratiba yangu inasemaje mimi kama mshindi, lazima niende nikafanye hiki. Ratiba yangu inasemaje mimi kama saa 12 natakiwa nikafungua biashara. Natakiwa niwahi kazini, natakiwa nifanye hivi kwa sababu kuna kitu kinanitegemea. Natakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo unajikuta unaishi maisha ya washindi. Unaishi maisha yale ya kusogea mbele na kuendelea mbele. Kwa hiyo ni hivyo. And hofu wadada wenzangu, hichi kitu kitakuwa kinawasaidia sana na kinawajenga from one place to another place, kwa sababu mimi mwenyewe ni vitu binafsi ambavyo vimechukua muda mrefu kujifunza na kila siku naendelea kujifunza. Sijafika pale ninapotaka kufika, lakini kile Mungu anachokuwa amenisaidia kuweza kukishinda, basi najaribu kushare na wasichana wengine ili kusudi tuweze kushinda kwa pamoja. Jina langu naitwa Tabitha, nakupenda sana. See you next time.